Wepo tu nyumbani mwa Bwana ukasikia neno ni kitu cha thamani, bado hujanielewa. Nasema kuwepo nyumbani mwa Mungu kwa kulisikia neno lake Bwana ni kitu cha thamani sana, maana hili neno linauisha. Hili neno linamtoa mtu katika maangamizo yake. Hili neno linamponya mtu. Hili neno linamuinua mtu. Lakini neema imetutokea, tumelisikia leo, na katika hapo pana maamuzi pia, na katika hapo pana kurekebisha pia, na katika hapo pana kuongozwa pia, na katika hapo pana kumjua Bwana ufanye nini katika maisha yako. Na Mungu yu tayari kwa wale wote watakaomtii. Haleluya! Inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako, kama jinsi Roho wa Bwana amesema nasi siku ya leo. Mahali ambapo naona Bwana ama Roho wa Mungu amekumbusha kaudhaifu uliokaona, panahitaji patibiwe. Maana tabibu wa kweli si mwingine, ni Mwokozi aliyetuchagua. Wewe ruhusu ili utibiwe hapo ulipo. Maana wakati mwingine pana udhaifu wa ibada, pana udhaifu wa maombi, pana udhaifu wa ufahamu na akili, pana udhaifu wa mambo mbalimbali. Roho Mtakatifu na aseme na wewe ambapo tiba inahitajika kwako. Maana daktari mkuu si mwingine, ni Mwokozi aliye hai. Iwapo matabibu hapa duniani, lakini tabibu Yesu ni wa pekee. Vipofu wanaona. Wewe una upofu wa kiroho, una uziwi wa kiroho, una uwete wa kiroho, una ububu wa kiroho, una usingizi wa kiroho, hata wakati mwingine huna nguvu ya kiroho. Lakini Bwana hapa yupo leo, daktari mkuu, tabibu wa kweli. Wewe ambaye uko hapa nyumbani mwake Bwana, umeleta maisha yako, umeileta roho yako, umeleta mwili yako, umeleta ufahamu na akili zako, nafsi yako, dhamiri yako, unavimimina mbele za Bwana ili tuweze kugangwa na Bwana. Atatenda kwa wale waaminio, na tendo hili ni imani, na kipawa hiki kinatoka kwa Mungu mwenyewe. Hebu ruhusu sasa, pale palipo na udhaifu, wala udhaifu sio dhambi tu, kuna udhaifu kama nilivyosema wa aina mbalimbali. Unawaza isivyo, unasengenya, unatukana, wala huna nguvu ya kustahimili. Nataka nikwambie, Roho wa Bwana yupo hapa, anataka kundi hili litoke na nguvu mpya, kundi hili litoke na uweza mpya. Maana Mungu wetu hana upendeleo, anawapenda watu wote. Unayesema, mchungaji, najijua mimi, nataka Bwana aone nafsi yangu, maana utu wa ndani huo unaujua. Nyosha mkono wako juu kwa imani kwamba Bwana akugange katika udhaifu uliopo, si wa mwili tu, hata wa rohoni. Inua sana mkono wako. Asante sana. Naona mikono mingi. Mungu ana mpango na kusudi nao. Natamani uwe na imani, hutarudi kama ulivyokuja. Patokee mabadiliko. Wakati mwingine umekosa amani, umekosa faraja, umekosa furaha, watu wamekunena, unajitahidi lakini haiwezekani. Unaona kama wewe uko salama, kumbe hauko salama. Usijiamini kupita kiasi. Anayeona tu ni Mungu peke yake. Hekima ya Mungu ishuke juu yako. Bwana Yesu Mwokozi, tazama Bwana, maana wote tuliopo katika hekalo hili ambao umetufanya siku ya leo kusikia neno la uzima, nasi tumesikia Bwana
Hili neno Bwana, nifanye nini ili mpate kukujua Bwana? Nikuombe sasa, naomba Bwana daktari na tabibu wa kweli Bwana akatibiwe huyu aliyenyosha mkono wake. Ni ishara ya unyenyekevu, ni ishara ya utii, ni ishara ya kulisikia neno lako. Mungu, wengine tunajiamini kupita kiasi, kumbe kuna uasi ndani yake. Ninaomba Mungu, neno la hekima, neno la maarifa, neno la ufahamu, neno la kupambanua likashuke kwao, neno likakae kwa wingi ndani yetu, maana neno lako ni silaha, ili Bwana tuvipiga vita vizuri vya imani Jehova, tukaichuchumilie imani iliyoko mbele yetu. Maana katika siku za leo uchovu ni mwingi, uchovu wa mwili ni mwingi, uchovu wa rohoni ni mwingi, uchovu wa akili ni mwingi, uchovu wa ufahamu ni mwingi, maarifa hatuna, watu wanaangamia kwa kukosa maarifa yako Mungu. Naomba leo tiba ikatepe katika watu hawa, tiba ikatepe kwa sisi sote, tiba ikatepe, na iwe mwamuko, na iwe uamsho usio wa kawaida, nguvu isio ya kawaida ikatepe kutoka alipo, akainuliwe katika mahali alipo, akainuliwe hali ya uchumi, akainuliwe hali ya rohoni, akainuliwe hali yoyote Mungu, kwa mema yote unayemwazia huyu mwanadamu aliye chini ya jua. Utukuzwe Jehova, uinuliwe Bwana kwa neema hii. Haleluya! Kwa neema hii, haleluya! Sifa na utukufu na kurudishia Mungu. Oh, haleluya! Shusha mkono wako, shusha mkono wako, mpe shukrani Bwana kwa tendo hilo uliolipokea, kwa tendo hilo uliolifanya, kwa jinsi ulivyomimina moyo wako. Toa shukrani kwa Mungu, sema asante Bwana. Haleluya! Asante Mwokozi kwa kuniona mtumishi wako. Asante Bwana kwa neema hii. Asante Bwana Mwokozi, maana mawazo yangu yote yamerekebishwa, hata maneno yangu yamerekebishwa, mtazamo wangu umerekebishwa, masikio yangu yamepakwa damu. Mungu, ninyunyuzie damu yako Jehova. Nashukuru kwa maana ninatoka mahali hapa nikiwa salama salimini, na kundi lote tukiwa salama salimini. Ushukuriwe Bwana kwa tiba hii ambayo imetembea siku ya leo kwa watu wote, watoto wanyonyao, waliomo matumboni, wanaoishi, wanaotembea, watu wazima, wajane waliopo, wagane waliopo, vijana waliopo, wa kike na wa kiume, wazee kwa wakongwe. Asante Mungu na kushukuru, maana unauisha upya. Tunatoka na ushindi, tunatoka na nguvu mpya, tunatoka Bwana na ufunuo mpya, tunatoka Bwana na uweza mpya, tunatoka Bwana na nguvu mpya. Ushukuriwe kwa yote katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Makofi mazuri kwa Bwana.